Odinga ako na deputies watatu. Na amechagua vijana. Mimi mmoja wao, Mheshimiwa Gavana wa Kisii Simba Arati. Mheshimiwa Abdul Nasir, Gavana wa Mombasa, pia yeye ni deputy party leader. Ametuweka hapo. Sasa hata yeye kama ataenda kuongea na mtu, tuseme anaenda kuongea na Ruto. Ruto anakuja na Rigathi Gachagua, anakuja na Mudavadi, na anakuja na Wetangula, hao wazee wote. Na Raila anakuja na vijana shupavu. Tunakaa kwa hiyo meza, tunapanga siasa ya Kenya. Sasa kama mimi napanga siasa ya Kenya pale juu, hapa Vihiga, hata nikisikia mkiongea 2027, wale jamaa ambao wanajaribu kupigana na mimi 2027 na wahurumia. Kwa sababu hii siasa tutapanga tumalize, alafu tukuje tumalize, si ndio? Sasa hiyo isiwajalishe, nasikia mnataja majina hapa, sijui nini, na mimi nacheka tu. So hii mambo si mambo rahisi. Hii ni mambo magumu. Na pia mmesikia mzee wetu baba Raila Amolo Odinga akifaulu kule AU, aende kule AU. Na sisi tunajua kulingana na ile mipangilio tumeweka, yeye atakuwa AU chairperson. Yeye akuwe president wa Afrika mzima. Lakini wacha niwaambie, mzee Raila Odinga, huyo ni mzee wa mambo mengi. Huyo wamesema sijui atatoka kwa siasa ya Kenya. Wacha hiyo. Yule mzee atabaki na sisi, hata kama hatakuwa hapo, lakini atakuwa kwa bench kama coach wa timu ya ODM. Na baba anaweza cheza mpira yeye mwenyewe ama arudi kwa bench akuwe coach. Si alikuwa coach 2002 na Kibaki akapata kiti, si ndio? Si alikuwa coach wa Kibaki? Sasa sisi amechukua vijana, amesema sasa nyinyi mtanisaidia. Lakini akienda yeye baada atabaki coach wa timu ya ODM. Sasa mimi nikiwa kwa wale watatu, si niko step ya mbele? Si niko mbele? Sasa wale nilikuwa nasikia wakisema hii kiti ni bure. Hao wanajua siasa ya Kenya kweli? Alafu tena mimi nataka kuambia watu wa Vihiga, na ninashukuru sana Deputy Governor vile umeongea kwamba hii ni baraka kwa watu wa Vihiga. Unajua siasa hauangalii tu miaka 5 inakuja, unapanga mbele hata miaka 10, miaka 15, miaka 20 inakuja. Mnaona sasa, kabla baba anipatie hii kiti, iko kijana ambaye kwa viongozi wa chama ambaye alikuwa mbele Western. Iko kweli? Hakuna. Lakini ukiangalia Mlima Kenya tuko na Ndindi Nyoro. Ukiangalia kule Rift Valley iko na kina Murkomen. Ukiangalia Nyanza iko na watu kama Babu Owino, Gladys Wanga na wengine. Sasa mimi niko hapo pia. So you have invested in the future in the hands of the Senator of Vihiga County. Kwa hivyo hii ni kiti ya muhimu sana. Na mimi nimesikia kelele wakati walitaja jina yangu kwamba mimi ni deputy prime party leader. Nikasikia wengine kidogo wanapiga kelele. Lakini I want to tell them today kwamba kwa siasa kama hauna uaminifu, loyalty, kama wewe si mchapakazi, kama wewe hujaweka Mungu mbele, hauwezi ukapata. Mimi nimekuwa mwaminifu kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na nimekuwa mwaminifu kwa gavana aliyekuwa wa Kakamega, Gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi nakumbuka baada ya kura
vile hao watu wa kwanza walichukua kiti, watu wakatutoroka, wakakimbilia kule kwa Ruto. Ruto akiita mkutano wanaenda. Ni viongozi tu wawili watatu hapa Western ambao sisi hatukufuata hiyo maneno. Mimi wa kwanza, Mheshimiwa Maungu hapa na Mheshimiwa Caleb Amisi kule Saboti. Tulikataa na tukasimama na msimamo mmoja kwa baba. Hao wengine wanayumba yumba, wakiitwa kidogo wanaenda hapa. Sisi tukasimama na msimamo mmoja. Na hiyo uaminifu kwa baba. Hata Mheshimiwa Oparanya ambaye alisaidia sisi wengi wetu tukaingia kupitia kwa ODM, pia viongozi wakasahau yeye. Mimi kila jioni mimi nilikuwa nakaa na Oparanya, tunahangaika na yeye. Tunasumbukana na yeye kwa maandamano, karibu tuuawe kule Busia. Mimi tukiwa na yeye. Sasa wakati alipewa nafasi ya kusema kwa Waluya wote, unaona nani anatosha? Haikuwa kazi ngumu kwa Oparanya kusema Osotsi anatosha. Na vile vile baba, haikuwa rahisi yeye kusema Osotsi anatosha. Kwa hivyo mimi nimepewa hii kiti kwa sababu ya uwezo wangu, kwa sababu ya uaminifu wangu, na kwa sababu ya ile bidii nimeweka ndani ya chama. Wengi wanasema Osotsi amekuwa kwa chama muda kidogo, hata alikuwa mtu ya ANC. Lakini hiyo muda kidogo nimekuwa ndani ya chama ni kama miaka 10. Ile kazi nafanya ni kama miaka 10. Kwa hivyo msiangalie tu miaka. Loyalty is number 1. Fidelity and loyalty to the party is number 1. Na hiyo ndio kitu imenipa hii kitu.